kwanza ambacho natamani ufahamu, as a woman, you are more than a bedroom and a kitchen. You were created for more than a bedroom and a kitchen. Wewe umeumbwa kufanya ama kutumika zaidi ya jikoni kwako na kitandani kwako. Ukiwa ni mwanamke ambaye the only thing you can do is to cook, and the only thing you can give is good sex, you are underutilizing yourself. Ukiwa ni mwanamke ambaye wewe unatumika tu kama kiwanda cha kuzalisha watoto na umeishia hapo, you are underutilizing yourself. Kwa sababu ndani yako kuna uwekezaji wa Mungu mkubwa sana. Wewe ni zaidi ya jiko, wewe ni zaidi ya kitanda. Kupika ni vizuri, kukatika ni vizuri, ukijua zile style, hata si ukafanya kitu gani ni vizuri. Kitu kimoja ambacho natamani ufahamu na ukumbuke wakati wote as a woman ni kwamba Mungu anakutegemea. Mahali popote ambapo Mungu anakuweka, God is expecting you to be used as a tool and as an instrument ya yeye kupenyeza agenda yake mahali hapo. Mwanamke ni nani? Number one, mwanamke ni mtumishi wa Mungu. A woman is a servant of God. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 29, Biblia inasema hivi: hata juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho wangu. Kumbe watumishi wa Mungu sio wanaume peke yao. Watumishi wa Mungu ni wanawake pia. The word of God recognizes us as servants of God. Unaporudi nyumbani kwako, usirudi tu kama mama mpika chapati, usirudi tu kama mama mkurugenzi wa benki. Rudi pale kama mtumishi wa Mungu, and begin to exercise your power and your authority as a woman of God in that house. Begin to exercise your power and your authority as a woman of God in that office, because the Bible recognizes you as a woman of God. Iwe ni kwenye ofisi, iwe ni kwenye eneo lako la biashara, hilo eneo ni madhabahu, na wewe ndio kuhani wa hiyo madhabahu. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, simama kwenye zamu yako kama mtumishi wa Mungu. Kae tu kama mama, usikae tu kama mwanamke wa kawaida. Kaa kama mtumishi wa Mungu, ongea kama mtumishi wa Mungu, vaa kama mtumishi wa Mungu, behave kama mtumishi wa Mungu, because that's who you are according to the word of God. Bwana asifiwe sana.